Kama juzi umeona ile pendekezo ya ministry kupandisha bei ya Ministry of Interior, walipandisha bei ya vitambulisho lakini watu wakachukulia vibaya. Kitambo tulikuwa tunalipa shilingi 150 kujiandikisha kama Mkenya. Na saa hii ministry imesema kwamba tulipe shilingi 300. Hii shilingi 50, hiyo bei iliwekwa miaka 40 zilizopita. So if we were able to pay 50 shillings 40 years ago, katika ile kipande yetu ile ilikuwa ya karatasi, ilikuwa mnaikumbuka wale watu ambao walizaliwa kitambo, 50 shillings. Serikali sasa imeona kwamba sasa 40 years later, hii ndio mara ya kwanza tunaongeza baada ya 40 years. Wakati sasa teknolojia imebadilika, kwamba ile ID ambayo tunaenda kupata haiendi kuwa ile ID ya kawaida. Inaenda kuwa ile ID ambayo iko na microchip. Ile ambayo iko na data yako yote, NHIF iko hapo ndani, kila kitu, bank statement, kila kitu kwa hiyo ID. Ukienda unaonyesha tu ID, wanaangalia vitu yako yote, NSSF, everything iko katika hiyo kadi. Sasa wamesema tutoke kwa shilingi 50 kwa shilingi 300 peke yake. You only get an ID once in a lifetime. Hiyo sio ati kwamba kila siku utakuwa unalipa shilingi 300. So kuna wale watu hawataki Kenya isonge mbele. Mumeona wamesema kwamba ati ukipoteza ID yako ukienda kureplace utalipa shilingi 1000. Hiyo pendekezo inamaanisha kwamba kureplace hiyo kadi yenyewe kuundwa, haiwezi undwa na shilingi 50. Itabidi iundwe na hiyo shilingi karibu 500 ama 600 na serikali ipate pesa yake kidogo. Ndiposa tumesema kwamba 1000 kwa wale ambao wamepoteza ID. Na kwa maisha yako haupotezi ID kila siku. Ati kwamba wewe utakuwa unatoa shilingi 1000 kila siku. Kama mimi tangu nizaliwe nimepoteza mara moja ama mara mbili peke yake. Kuna wazee ambao wamefika 70 years watapoteza ID mara 3. So kulipa kwa serikali shilingi 3000 kwa miaka 70. Hiyo ni kitu ya kwanza kusema kwamba rais ni mbaya. Tunataka uzalendo, Wakenya wajitolee uzalendo, waache kufikiria kwamba government imekuja kudhulumu watu. Government is providing costs ambazo zitafanya services zikuwe rahisi kwenyu. Hakuna haja wewe ulipe shilingi 50 wakati unaenda kureplace ID card, serikali kuambie kuja baada ya miezi 7 ama 8 kwa sababu haina pesa kukuundia ID card. So ni information ambayo wananchi wanapewa wrong information. Kama juzi mumesikia ati kuna mama anaitwa sijui Njeri